Kuna mashuzi ya aina nyingi Yusufu pamoja na mbuu. Achana na para pamoja na puu. Kuna shuzi takatifu ulo unaolia puu. Achana na Yusufu ulo unaolia fu. Kuna shuzi wa buara huo na kara. Kuna shuzi humuhumu, yani humuhumu kijambo naleka mapikipiki yani drum, drum. Kuna shuzi wa nasta kijambo na nata. Kuna shuzi minyato unajamba kiminyato. Kuna shuzi mapozi unajamba kwa mapozi. Kuna shuzi dokonyo kijambo na dokonyoa. Ukijilazimisha unaweza hata kukojoa. Kuna shuzi mwepesi rahisi kijambo na liaps. Kuna shuzi mikato yani bra bra ra. Na mpenzi mtazamaji wa Mipazo Media, unaoniona hapa naitwa Abdul Mipazo au Mipazo Artist kwa watu wananizoea kwa majina hayo hapo. Yes, subscribe channel yangu Mipazo Media, Mipazo Artist, Facebook, Instagram Mipazo Media, Mipazo Artist, unanipata kwa majina hayo hapo. Bila kusahau TikTok pia tunatumia Mipazo Media. Leo kwenye mtaani kwetu tumekutana na star mkubwa sana hapa Kigamboni. Yes, Kigamboni Maweni, Mji Mwema pia. Tumekutana na star mkubwa sana kwa hapa Kigamboni, wanamjua kama Mr. B. Yes, tumekutana naye hapa na tumeona michano anayoichana, anachana kuliko wao waliofahamika. Lakini nafasi tu Mungu hajampatia, ila na imani one day yes itakuwa hivyo, watamfahamu yeye ni nani. Yes, mambo vipi? Kama kawa, mambo vipi? Fresh kabisa, uzima upo? Namshukuru Mungu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maisha yanaendelea. Naona maendeleo yanaendelea ya kufanya mazoezi. Nilikuwa nafanya mazoezi kwa sababu mziki ni vibe. Na vibe lako nimeliona. Ni kweli, umenifumania vibaya sana. Maana kwa nilikuwa na vibe kali kwa sababu leo ni sikukuu. Na ndio ofisini kwangu hapakuwa na emotional ya watu wengi. Kwa mara nyingi huwa nachukua nafasi ya kufanya mazoezi. Ndio. Unaweza kuniambia nani kakuinspire kuingia kwenye game ya hip hop? Siwezi kuzungumza kwa haraka kwa sababu mimi niseme tu nilikuwa na vibe ya muziki toka mdogo. Lakini kwa mtu aliyeni inspire kwa kufanya muziki wa hip hop na nakumbuka ni mzungu. Mzungu. Kuna kituo fulani hivi Arusha kilikuwa kinaitwa Perfect Youth Group. Nilijiungaga pale, tulikuwa tunacheza ngoma za asili. Kulikuwa na mambo mbalimbali ya sanaa kama kuigiza na nini. Sasa mimi kipindi hicho nilikuwa naimba muziki wowote, yani nafanya rap, naimba, nilikuwa naimba raga danso na nini. Mwisho wa siku mzungu akanambia, wewe Mr. B, wewe ni hip hop. Kutembea kwako hip hop, mavazi yako hip hop, style yako, lifestyle yako ni hip hop. Nikamuuliza kwa nini? Akanambia si kwetu Ulaya mtu anafanya muziki kutokana na muonekano wake, tabia yake. Kila muziki una historia yake. Kwa kifupi alinipa historia ya muziki yote kuanzia reggae, R&B, hip hop zimepatikanaje. Kwa nini akanifafanulia mimi ni hip hop. Nikawa nimemuelewa. Na kweli nilipoanza kuwekeza zaidi kwenye uandishi wa hip hop moja kwa moja, nikaanza kuona matumaini na watu wakaanza kunielewa kuliko mwanzo ilivyokuwa. Hadi kufikia hapa. Na una malengo mengi sana kwenye muziki. Na kwenye muziki wako kwa hapa Bongo unajifananisha na mtu gani maarufu, mwana hip hop gani maarufu ambaye unaona huyu nipo kama yeye, au huyu tuseme msanii fulani anafanya kama mimi, au mimi nafanya kama fulani? Mimi actually nafanya kama mimi. Muziki naofanya mimi ni mkubwa sana, isipokuwa kwa sababu haujasikika katika jamii. Lakini naamini siku watu wakianza kupata nafasi ya kunisikiliza, au kadri nitakavyowekeza, kwa sababu muziki ni gharama. Muziki ni gharama sana. Kufanya promo, kuhakikisha watu wanakujua, sio kitu kidogo. Kuna watu wengi wanajua kuimba lakini hawasikiki kwa sababu hawana gharama za kujifanyia promo. Lakini mimi kwa hapa Bongo kuna mtu nilikuwa nawakubali wengi na wasikiliza wengi, lakini amekuja kuweka on top kwenye kichwa changu Disaster Vina. Disaster Vina kiukweli naweza kusema natamani kuwa zaidi yake. Nafikiri nikiwa zaidi yake nitafanya vizuri zaidi, lakini nikiwa kama yeye yawezekana akanifunika tu. Kwa hiyo na kazi kubwa sana ya kuwa zaidi ya Disaster,
au kuwa kama Disaster. Lakini Disaster ni msanii mzuri sana kwa sababu anadili na content. Sasa hivi wasanii wengi wa hip hop unakuta anaimba vitu vingi kwenye nyimbo moja. Kama hapo umekuta anafanya mazoezi ya nyimbo inaitwa Siwezi. Kwa hapo hii nyimbo ukisikiliza kwa makini nimezungumzia tu mahusiano kwamba ni mapenzi jinsi yalivyo. Lakini unakuta kwenye nyimbo humo mtu anajisifia, humo mtu kamsifia mtu, humo anataka kupe elimu, nyimbo moja. Ndio maana unakuta nyimbo sasa hivi hazieleweki, watu washindwa kuelewa vipi. Zamani watu walikuwa naimba anafuata idea kwamba sasa hivi naimba kuhusu pesa, basi ataimba kuhusu pesa. Lakini ukimsikiliza Disaster unaona kabisa akikuzungumzia story, akisema namzungumzia baba mpaka nyimbo inaisha. Sasa tunapata wapi msanii kama huyo sasa hivi? Hakuna. Mimi nakuja sasa. Na kwenye fikra zako, kazi zako za sanaa za hip hop, ulishafikiria siku moja uende BSS ukashiriki mashindano? Sio kufikiria. BSS nilishaenda. Nishawahi kwenda lakini bahati nzuri sikufanikiwa kupenya. Na sio BSS, mashindano mengi nimefanya na niliondoka na tuzo. Naelewa. Kulikuwa na mashindano mwaka 2000, ilikuwa mwaka 2011 mwishoni, Da Live Mbagala. Ni mashindano yalikuwa makubwa sana Tanzania nzima. Kipindi hicho kulikuwa na TV inaitwa DTV. Sijajua sasa hivi inaitwaje. DTV tulikuwa tunaonyeshwa kila Alhamisi. Ilikuwa ni shindano kubwa sana, tulikuwa tunashindania gari. Na gari alitoa Eric Shigongo. Eric Shigongo alitoa gari aina ya Fankago, tulikuwa tunaipambania pale. Nikashiriki mashindano ya mkali wa Mike. Hayo mashindano yalikuwa yaitwa The Mike King, mfalme wa Mike. Kwa hiyo mimi nilishiriki yale mashindano, tulikuwa watu 400. Baadhi ya mikoa walikuwepo wengi sana. Nilikuwa na marafiki wakubwa kama Kuria Boy, Karisan Mpunja, walikuwepo kama kina Kapipo, washikaji zangu wengi, kina Lusajo. Ni washikaji ambao tulifanya nao vitu sana. Kina Kuria Boy, Mura. Kuria Boy ndo alikuwa rafiki yangu sana, ila hapa katikati tulipotezana kwa mambo mbalimbali, tulitofautiana kidogo. Lakini ni rafiki yangu, of course namkumbuka mpaka leo. Ila Da Live Mbagala nilifanya kitu kikubwa sana ambacho ni cha kihistoria, na hata niko kwenye kumbukumbu za magazeti kwa kweli. Kwa hiyo nashukuru Mungu, hapo nilifika pazuri, nikafanya vizuri, nikashika namba 3. Kwa kweli nilipokea milioni. Nilianza kuona mziki kuwa ni mtamu sana na sikuweza tena kuacha, haijalishi niko underground kiasi gani. Kwenye mziki wako wa hip hop ni mziki wa ukweli na ni mziki ambao unasema ukweli. Sasa nataka kujua kwenye sanaa yako hiyo ya mziki, wewe mwenyewe una malengo gani? Kuna watu wanaingia kwenye mziki wana malengo ya kupata wanawake, wapate umaarufu ili wajezolee mademu, wapate umaarufu, wapate pesa, wapate umaarufu, yani walinge, wavimbe, wavimbie wengine. Sasa wewe kwa upande wako malengo yako kwenye mziki wako ni nini? Kila mtu ana malengo yake. Mimi malengo yangu kwenye muziki ni kufanya nyimbo ambazo zitaishi milele, kizazi na kizazi. Yawezekana mstari wa leo nimeuzungumza leo, lakini kila mtoto atakayezaliwa akija kusikia kuna Mr. B aliimba nyimbo, alitamka mstari fulani uishi. Kwa malengo yangu makubwa ni kuhakikisha jamii inaelimika kupitia mimi, inaburudika kupitia mimi. Nafikiri ningetaka umaarufu, mimi ningeupata. Nina vitu vingi sana kwa sababu sometime watu wao wananiambia wewe ni comedy na nini. Lakini sitamani sana kubezi kwenye comedy kwa sababu nikibezi kwenye comedy yawezekana watu kanichukulia masiara zaidi, wasichukulie userious nilionao na ndoto nilizonazo. Kuna verse moja niliwahi kuandika, huwa na wavunja mbavu kwenye jukwaa kila nikiingia. Inaitwa Mashoes. Na kila producer huwa anatamani airekodi ile verse, ananiambia hii verse utatoka. Naofia kwa sababu naweza nikapata umaarufu kupitia verse ya katuni, rap katuni. Alafu watu kanikalili huko nikashindwa kusonga mbele vizuri, kufanya vizuri kwenye nyimbo za serious. Lakini sasa hivi mjini mtandaoni kwa wahitaji userious sana. Wanataka ujitoe akili ili wakufahamu. Ukijifanya serious wanakupiga chenga.
ili unalionaje? Naliona nafasi ipo kwenye userious, lakini inahitaji moyo. Unaona kama Disaster Vina ni mtu ambaye sio maarufu sana wala sio mtu ambaye hasikilizwi sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko kati kwa kati. Amepambana sana, mwisho wa siku sasa hivi watu wanamheshimu. Na ukizunguka mtaani watu wengi wanasikiliza nyimbo za hip hop za Disaster Vina na wanamzungumzia vizuri. Mwenyewe mpaka nilishtuka nikasema mshikaji kakaza kweli. Yaani amebaki na staili yake, mwisho wa siku kapata mafanikio. Mimi naamini kwenye kitu kimoja ukikiwekezea kinaenda. Yani tuwaache wanaofanya makuzi na vichekesho na nini wabaki na nafasi zao, na mimi nibaki na nafasi yangu. Kwa sababu nikisema niwafate yawezekana nikawa nashindana nao alafu wako wengi. Lakini siku zote unatafuta nafasi kaupenyo, ukikapata unaonesha sasa uwezo wako mwingine. Upenyo na utafuta, na upenyo nafikiri unaonekana. Kwa sababu sasa hivi muziki sio kama zamani. Sasa hivi kuna platform nyingi za kufanya biashara ya muziki. Kwa hiyo yawezekana nikawa hunisikilizi mtaani huku, lakini wananisikiliza mitaa mingine, wananijua Mr. B ni nani, wanasikiliza ngoma zangu Mr. BUG. Anasikiliza ngoma mpaka anaenjoy. Jamaa yuko wapi huyu? Si unaelewa? Kwa sababu nyimbo kizipeleka mtandaoni watu wanakuwa wanasikiliza. Na wanaposikiliza wanapata pesa. Kwa mfano sasa hivi kuna kujisajili, kama hivyo nimesajiliwa Tamriso. Hiyo ni kampuni mpya ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ya wasanii wote Tanzania. Nafikiri bado iko kwenye michakato ya kukamilisha taratibu zote za kisheria ili fanye kazi. Yawezekana hata kina sisi ambao tuko chini tukaibuka. Kwa sasa nina mipango mingi sana na ni mikubwa kwa kweli. Unachukuliaje huu msemo wa nabii ya kubariki kwao? Tumeona unafanya muziki wako hip hop na sanaa zingine unazozifanya za maigizo, lakini bado upo Kigamboni ulipozaliwa, ulipokulia, uliposomea, na mpaka sasa hivi una majukumu, una familia, bado upo Kigamboni na bado unakomana muziki wako. Unaamini katika hilo nabii ya kubariki kwao, na kwako ipoje ili jambo kwako lipoje? Hiyo kauli hapana. Mimi kwa upande wangu hapana. Siamini kuwa nabii ya kubariki kwao. Ukiona ukubariki basi kuna namna umefanya. Unajua kinyea kambi. Unaelewa? Kwa kama umenyea kambi utaona kama hukubariki. Na wengi huwa wanaficha. Hii kauli imekuja baada ya watu kuwa na maovu mbalimbali. Mtu unaweza kuwa na maovu yako. Sasa watu wanakufahamu. Kwa ukija kwenye serious unazungumzia kitu hawataweza. Ila kwa kumbukumbu kwa hapa Kigamboni, kama sikosea 2018 hivi, mwenge wa 2018, na kulikuwa na tamasha la Twenzetu Kigamboni. Kipindi hicho mkuu wa wilaya alikuwa mpya Mgandilwa. Nilipata nafasi ya kupewa kabisa budget ya kwenda kuperform kwenye jukwaa hilo la Twenzetu Kigamboni. Na la mwenge 2018 nakumbuka tulinyamazisha wasanii. Yani nakumbuka nilifanya kitu kikubwa mpaka mziki ukazimwa, watu wakawa wanashangilia. Unajua kidogo kwenye majukumu ya muziki nilikuwa kwenye mfumo kama wa siasa hivi, siasa hizi za upinzani. Kwa hiyo mimi pindi ananikubali Mgandilwa, nilienda kuperform kwenye jukwaa lake kwa mara ya kwanza kabisa. Naingia Machava pale, walikuwa wanafanya usafi. Wao walikuwepo kina Zedianto, walikuwepo kina Jose Mtambo, ndo walikuwa wameshaingizwa kwenye bajeti. Mimi pale nakumbuka nilienda kuomba tu nafasi, naomba niimbe tu nyimbo moja. Nilimbembeleza sana mshikaji wangu mmoja ambaye anaitwa Frankie Bukuku. Frankie Bukuku alikuja akasimama kama meneja wangu, na mpaka kesho namheshimu kama meneja wangu. Unajua meneja ni mtu ambaye anakumanage, anakushauri fanye hivi. Na yule ndo muasisi wa lile tamasha la Twenzetu Kigamboni. Kwa hiyo katika mazingira yetu ya kiraia kwenye siasa, ili nitengenezea kama kitu kidogo, nikawa si na pingwa kwamba au sio wa kwetu. Unajua vijana wa Chama cha Mapinduzi siku hiyo walikuwepo kama wahamasa vile, walianza force waimbe, kumbe hawajui kuimba.
Sasa wakawa wanashushwa na mashabiki. Nilikuwa nacheka sana siku hiyo kwamba shukeni, hatushuki ngo. Unajua msanii anamwambia shabiki hatushuki ngo. Nilicheka sana. Sasa siku hiyo nilikuwa nimewekwa kwenye budget na sikutaka wajue, kwa sababu walikuwa wananiuliza mara mbili, Mr. B utapanda mwanangu? Kinafiki. Wakati najua kabisa walishakataa kule, wakasema yule sio wa kwetu, maana yake mimi siko kwenye mfumo wa Chama cha Mapinduzi. Wakaona kama mimi ni mpinzani, lakini hapo tulikuwa mambo ya kiserikali. Nikasema hatuko kwenye siasa. Huu ni muziki, unaelewa? Mimi nilikuwa nimeshaweka kwenye orodha. Tena niliweka kwenye orodha ya upcoming wasanii wa Kigamboni. Siku hiyo alikuwa na perform Zedianto, alikuwepo nani msanii wa zamani ana studio sasa hivi? Momba. Alikuwepo Momba na alikuwepo mshikaji wangu anaitwa Mr. Mbea. Mr. Mbea naye msanii mkubwa sana, lakini alikuwaga kwenye Tip Top Connection. Mr. Mbea naye yuko Kigamboni, alipata nafasi. Alikuwepo mshikaji wangu Alan nimemshirikisha hata kwenye nyimbo yangu ya Madawa. Yupo mle kaimba. Na sasa Alan na ile nyimbo yangu na watafuta ile nobeba la album. Alan naye alipanda. Alikuja akapanda nani, Black wa Uswazi. Alikuwepo Black wa Uswazi siku hiyo. Na kumbuka hiyo show ilikuwa kubwa sana. Nilivyokuja kupandishwa kila mmoja, uwezi amini, nilishangaa kukubalika nyumbani. Nilishangaa sana, mpaka leo nawapenda sana wana Mji Mwema, nawapenda sana wana Kigamboni, kwa sababu naamini kabisa wananisupport, na mpaka wengine wanajiuliza niko wapi. Mbona Mr. B atoki? Mbona Mr. B anafanya vitu? Wengi nakutanaga nao wananiambia kwa nini, una matatizo gani, umerogwa au inakuaje? Lakini niliamsha umati wote, watu kawa wanaimba na mimi, afu nyimbo zote hazijulikani wala sijawahi kuzirelease kokote, lakini nimeimba pale na watu wakakariri. Kwa hiyo nilifurahi sana, sijawahi kusahau hilo tukio. Frankie Bukuku, saluti kokote aliko, na mkubali sana mshikaji. Sijajua sasa hivi anadili na nini, hatuna mawasiliano kidogo kwa sasa. Okay, unawachukuliaje hawa wasanii maarufu, labda unahitaji kufanya collab nao, lakini mwingine unakuta wanavimba, message hajibu, au mwingine unaweza kufanya naye collab akakuletea changamoto upande wa video, ukamtumia hela nauli ya kala na asitokee location? Kwa upande wangu hili kiukweli huwa linichukiza. Najisikia vibaya, na sijui kama mimi nikiwa maarufu leo kesho, au nikapanda kiwango cha muziki nikafikia hata kulipwa labda milioni 10 kwenye show yangu, najiuliza sana. Lakini siwezi kulaumu sana, kwa sababu wengine wako kwenye management. Mimi nakumbuka kwa wasanii wakubwa ambaye niliwahi kuwa na kiunae, na nyimbo iko kibindoni mpaka leo. Yaani hiyo nyimbo ni demo, mpaka beat limepotea studio, imebaki demo, ipo nimehifadhi. Hiyo nyimbo ilitakiwa afanye chorus Mauasama. Kwa sababu nilikuwa naongea tu na machawa wake. Mimi sijawahi kuongea naye wala kukutana naye, wala hatujawahi kuonana kabisa uso kwa uso. Lakini nilikuwa naongea tu na washikaji, bwana mimi namweza Maua nini, atahitaji nauli. Jamaa mwingine akaja akanithibitisha anahitaji tu nauli, kwa sababu ni mshikaji wangu, naweza kukuombea. Lakini yuko kwenye management anauliza, "Je, una mipango gani na hiyo ngoma inaenda?" Yaani maana yake alikuwa anauliza kama nimejipanga kiplomo, kwa sababu msanii mkubwa anapotaka kufanya na yeye anataka ajue, hata kama anajitolea kufanyia bure, lakini ajue kwamba hii ngoma kweli unataka kuirelease ili na yeye mashabiki wake aendelee kumsikiliza. Kwa hiyo jibu nikawa sina, maana yake na rekodi alafu naanza kujipanga tena nifanye nini. Kwa hiyo nilishindwa kuforce. Ila kama kuna watu kweli wanawavimbia wenzao sijajua, ila mimi kwa upande wangu hakuna msanii aliyewahi kunivimbia, kwa sababu sijawahi kuwatafuta wasanii wakubwa. Mara nyingi nimemwomba tu Mauasama, naye sikuongea naye ana kwa ana, nilikuwa naongea tu na washikaji wa pembeni ambao wanaongea naye yeye. Kwa hiyo mimi natamani kufanya na wasanii wengi tu, lakini sitamani kinitokee hicho kitu. Kuna muda nahofia, ila kwa sababu naamini uwezo wangu, mimi na uwezo kama ulivyokuta hapo, nimerap, nimeimba chorus mwenyewe. Lakini kuna muda huwa naona bora zaidi kumpa muimbaji, kwa sababu anakuwa na uzoefu na kuimba kuliko kufanya kila kitu mwenyewe. Sawa. Haya, sasa nikuombe kitu kidogo. Unaweza kututania huu wimbo wako wa Ushuzi? Ndo yale sasa tunaopeleka duniani tena watu wausikie, wakiupenda sasa ndo naonekana wa makuzi.
Tupe kionjo kidogo tusikie mstari. Yeah. Ayo, kuna mashuzi ya aina nyingi Yusufu pamoja na Mbu. Achana na para pamoja na Pu. Kuna shuzi takatifu ulo unaolia Pu. Achana na Yusufu ulo unaolia Fu. Kuna shuzi wa buara huo na kara. Kuna shuzi humuhumu, yani humuhumu kijambo nale kama pikipiki, yani drum drum. Kuna shuzi wa nasta kijambo na nata. Kuna shuzi minyato unajamba kiminyato. Kuna shuzi mapozi unajamba kwa mapozi. Kuna shuzi dokonyo kijambo na dokonyoa, ukijilazimisha unaweza hata kukojoa. Kuna shuzi mwepesi rahisi kijambo na liaps. Kuna shuzi mikato yani bra ra pa. Wakiiba unihifadhie. Haki zote zimehifadhiwa. Sawa. Na mpenzi mtazamaji wa Mipazo Media, tumepata vionjo tofauti tofauti kutoka kwa Mr. B, UG, Kigamboni kama New York, Ungindoni kama New York. Tumepata wasawa kupiga naye story 2-3 kuhusiana na sanaa yake, safari yake ya sanaa mpaka hapa alipo, na ana ndoto gani. Tumejua ana ndoto gani. Ana ndoto nyingi sana katika sanaa. Sanaa bado anaidai. Kwa sababu ameshaipa hela sana na bado anazidi kuipa hela, na ametuambia ana ndoto ya kufanya kazi na Mauasama, lakini tu mfuko haukuwa vizuri kwa ajili ya promo, kwa ilibidi atulie, na ngoma bado ipo. Mauasama kama unaona, basi tusaidie ndugu yetu Mr. B afanye ngoma na wewe. Tumsaidie. Je, labda tuulize swali lingine la mwisho, unahitaji management, mtu akusaidia kunyanyua hapo ulipo? Management ni muhimu kama inapatikana, kwa sababu management ikipatikana manake inakuwa inakumanage vizuri katika mifumo ya muziki. Lakini kwa upande wangu mimi niko tofauti kidogo kutokana na umri pia na uelewa ambao ninao kwa sasa. Sio mjuaji sana, ila na hofia management za kibongo mara nyingi hazina shule. Sasa tukikutana management haina shule na mimi sina shule, nini kinatokea? Unaona ama ugomvi yanaoendelea. Mara kuna mtu kama Jaiva sasa hivi unaambiwa anadaiwa sijui milioni 150 za nini? Management yake imembwaga, hasikiki tena. Watu wanataka milioni 150. Nani yule producer wake, manager wake nani yule? Hamibi. Anataka 150 sijui ndo aweze kumwacha huru. Maana yake yuko kifungoni. Sasa hizi management sizitamani sana. Ndio maana unaona na move mwenyewe. Paka hapo unavyoniona kila kitu mwenyewe. Naweza ka download beat ziko YouTube beat, unaweza ka download kwa ajili ya kufanyia mazoezi ya kuandikia kama hivi. Unapoenda studio basi haina haja ya kumsikilizisha hiyo beat, unaweza kumsikilizisha idea, kukutana na producer mzuri anakugongea beat tamu tu na unafanya kitu kizuri. Kwa hiyo kila kitu mimi nafanya mwenyewe, naenda studio mwenyewe, na gharamia mwenyewe. Na hata album ambayo niliachia ile na watafuta, kila kitu nilipambana mwenyewe. Kwa hiyo mimi natamani kama akipatikana mwezeshaji, yani tuseme kama sponsor mkubwa. Management, unaweza kaingia kwenye management ikakufunga sana, kwa sababu kumbuka hizi nyimbo zinaishi milele. Unaelewa? Kwa unapokuwa wewe kama wewe, nyimbo zako zinabaki kwenye himaya yako. Ndio maana unaona kina Harmonize wametoka WCB, kwa sababu mwisho wa siku wakati anatoka WCB Harmonize alidaiwa milioni ngapi? 500, ili aweze kuwa huru na nyimbo zake kuziperform. Mwisho wa siku paka akapata support kutoka kwa Rais John Pombe Magufuli, ndio akamsupport akawaunganisha, jamani vijana fanyeni kazi mpendane. Sasa hicho kitu bado mimi nakihofia, hususani anapokuja mwekezaji mnaweza mkaongea, bwana mimi nitapata percent kadhaa, lakini bado vitu viko kwenye himaya yako, account ni ya kwako, mapato ni ya kwako. Kama management inakuja na kusimamia, maana yake sasa si tusimame tu kwenye upande wa show. Management isimame kwenye upande wa show. Nafikiri ile kitu wafikirie sana. Mimi sina elimu kubwa sana, lakini kuna kitu nimekiona. Inapokuwa inakumanage lazima kuwe na mipaka. Muziki ni wa kwako na producer mwenye beat. Mnapokuwa mna release mtandaoni, basi mnaweza kutengeneza mazingira ambayo mwenye beat anapata cha kwake na msanii anapata cha kwake. Lakini swala la show ndo management isimame, bwana hii show ya milioni 10, asilimia labda 40 kwa 60.
labda bosi anachukua 60, msanii uchukue 40 kwenye show. Na maana show sasa management itafanya kazi ya kutafuta masoko, wewe unakubalika wapi, watawekeza kukupiga promo, upigwe redioni, ufanye interviews, naelewa, ili uweze kusikika na uweze kuitwa kwenye show au uweze kuwa active kila sehemu. Yeah. Safi kabisa, huyu ni msanii mwana hip hop kweli, maana ameongea vitu ambavyo vya kujielewa, tofauti na wengine wanalilia management, mwisho wa siku wanaenda wanarudi wanalia kabisa. Mfano mkubwa Rich Mavoko, alikuwa vizuri tu, kielele chake kaingia Wasafi, karudi sasa hivi analia. Mwingine Lava kapotea kabisa. Yani wapo wengi sana. Wapo wengi. Nadhani tuishie hapa ndugu zanguni. Mawasiliano yake atataja hapa, Instagram jina gani, Facebook, TikTok, huko ili tuweze kumfollow, tumpe support kijana mwenzetu, maana umri unaenda sasa. Jamani, tumwezeshe kijana mwenzetu. Followers wangu mpo 31, tuchange hata bukubuku basi. Kijana aingie studio kwa Stukizi pale akafanye kazi. Yeah, kwa majina kama hili naitwa Bahati Charles Kuyela. Nafikiri kidogo nimetumia shule kubwa kujitofautisha mazingira. Facebook ni mtandao mkubwa sana ambao watu wengi hawajauheshimu, wanaochukulia poa. Mtu anafungua account hata password hajui, kesho ameipoteza. Unajua Facebook ni mtandao mkubwa sana, pia unalipa. Mimi sasa hivi ishaanza kusoma $00 kwa muda wote. Mavuma mwenzangu sasa hivi unaokota. Sasa hivi na $100. Safi. Mimi nafikiri Facebook nimetumia jina langu halisi kabisa. Kwa wale nilosoma nao wote, classmate wangu wote wakiona tu wanajua huyu ni mshikaji wetu. Bahati Charles Kuyela ndo nimetumia Facebook. Kwenye mitandao mingine kama Instagram natumia Mr. BUG. Yaani U halafu G. Naelewa? Pia TikTok natumia Mr. BUG. Tukija kwenye kazi yangu ya Instagram ya kunyoa, Mr. B Barbershop. Yeah, kuna Mr. B Barbershop na akaunti mbili TikTok. Kuna Mr. B Barbershop na Mr. BUG. Mr. BUG ni mambo binafsi sasa kama mziki na nini. TikTok vile vile Mr. BUG. Mitandao mingine yote natumia Mr. BUG. Ni follow, mtafurahi sana kwa sababu utaendelea kujua nini kinaendelea na support ya muziki itakuwa zaidi. Safi kabisa. Thanks for watching us. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Muendelee kushare na kulike na tutoe support kwa wasanii kama hawa. Jamani, tunawashukuru sana. Tukutane tena siku nyingine. Bye.